Shalom, shalom. This is Prophet Romley from Salvation of God Ministry. Bwana Yesu apewe sifa sana. Natumaini wewe ni mzima popote ambapo upo. Mungu amekupa kibali cha kuweza kusikia video hii, cha kuweza kusikia audio hii. Ikawe basi baraka kwenye maisha yako. Nisikilize kwa makini na amini maneno haya yatakupatia uzima zaidi, yatakupatia mwangaza zaidi kwenye maisha yako ya kiroho. Kama title ambavyo imeandikwa kwamba fahamu mambo ya muhimu kuyalinda, mambo ya muhimu zaidi kuyalinda kwenye maisha yako kama Mkristo. Kunayo mambo kadhaa ambayo ni muhimu kuyalinda, sio jambo moja kulilinda kwenye maisha yako kama Mkristo. Uzima wa milele umepewa bure na Yesu. Yesu aliyekufia msalabani alikupatia uzima wa milele, lakini yapo mambo ya kuyalinda. Yapo mambo ya kuyalinda. Biblia inatuambia katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23 kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. So kumbe swala la kwanza ni kulinda moyo wako, lakini hapa hajasema tu ulinde moyo wako, amekompea na mambo mengine ambayo unatakiwa kuyalinda. Kwa hiyo hutaki kulinda moyo wako pekee, anasema hivi, katika haya mambo linda moyo wako zaidi ya hivi vingine. Kwa hiyo ina maana kunayo mengine ya kuyalinda, lakini la msingi ama la muhimu pia ambalo hutaki kuliacha nyuma ni kwamba ulinde moyo wako. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hiyo kumbe kuna vitu ambavyo unapovilinda inawezekana natoa chemichemi za afya njema, ama kunatoka chemichemi za kibali, kunatoka chemichemi za ushindi, kunatoka chemichemi za neema. Sika tunasikizana vizuri. Sasa kumbe unapolinda moyo kuna chemichemi za uzima zinatoka humo. Kwa hiyo ndio maana unaambiwa ulinde moyo wako. Kwa hiyo kumbe pia kuna faida ya kulinda mambo mengine ambayo unatakiwa uyalinde. Leo nitaongelea mambo matatu. Nitaongelea la kwanza, kulinda moyo wako. Ila weka kichwani kwamba sio tu haya matatu unaopaswa kuyalinda, ila nitaongelea haya kwanza. Hii itakuwa ni part 1 na kutakuwa na part 2. Mungu akijali hapo kutakuwa na part 3 huko part 4. Lakini jua kabisa kwamba kunayo mambo ya msingi ya kupaswa kuyalinda kama Mkristo ambaye tayari umeshaokoka. Hapa naongea na wale watu waliochagua kuokoka, waliochagua kumpokea Yesu Kristo, waliochagua kuzaliwa mara ya pili, waliochagua kujikana kwa ajili ya Yesu Kristo. Haya ni mambo ambayo hautaki kuyaepuka, ni lazima ulinde haya mambo. Yaani hichi kipengele huwezi kukiepuka, lazima ulinde. Unaendaje moyo wako? Hapa unapaswa kujikumbusha kila siku, pamoja na kuhakikisha kuwa Mungu ni namba 1 moyoni mwako na ndiye pekee uliyembeba moyoni. Moyoni mwako hakikisha hujaweka mpenzi, yani nikimaanisha mume, mke, ama mtoto, ama mali ambazo labda magari pengine na nyumba na vitu vingine na kadhalika. Yani usije ukathubutu kumweka mume wako kuwa, yani unamweka moyoni, ama unamweka mke wako moyoni. Siku ataka kudisappoint, you will become miserable. Utakuwa ni mtu wa ajabu, utakuwa ni mtu wa ovyo, utachanganyikiwa. Unaweza ukawa mwenda wazimu. So hakikisha moyoni mwako umembeba Yesu, umembeba Bwana Yesu Kristo ndani yako. Umembeba Bwana Yesu na sio mwingine, na sio mama yako, sio baba yako, sio mtoto wako. Maana surely mpenzi wako anaweza kukudanganya, ana uwezo wa kukukwaza, ana uwezo wa kukusaliti, kukusengenya na hata kukudhuru. Hivyo ni vyema ukawa unajikagua mwenyewe kila siku na kujikumbusha kuwa moyoni mwako anayepaswa kuishi na kutawala ni Mungu peke yake. Mmeshaona watu wakiwa wamepigwa risasi na waume zao au wake zao, wengine wamewekewa sumu, wengine wamerogwa. Yule mke ambaye unambusu kila siku, unambusu kwenye paji lake la uso, unamwambia oh mami nakupenda, sio nini. Yule mume uko na nani hivyo, ndo anakuwekea sumu. Huyo ndo amekwendea kwa mganga. Huyo ndo anafanya mambo, anashirikiana na adui zako kuangusha. Kwa hiyo ni muhimu kumweka Yesu moyoni mwako kwa sababu atakutetea. Uzuri wa kumweka Bwana Yesu moyoni mwako ni kwamba atakutetea dhidi ya huyu mume msaliti, dhidi ya huyu mke msaliti, dhidi ya huyu mtoto atakayetaka kusaliti na kugeuka, kwa sababu watoto wanageukaga watu. Daudi mwanae wa kumzaa, mwanae wa kwanza, tena alikuwa na muonekano mzuri tu, kabarikiwa sana, lakini huyo mwanae wa kwanza alitaka kumuua Daudi, alitaka kumuua baba yake, na akafanya mambo ya machukizo, mambo ya aibu, alishirikiana na maadui kumdhuru baba yake. So ni vyema, kama nilivyokuambia, ni vyema kujikagua mwenyewe kila siku na kujikumbusha kuwa moyoni mwangu anayepaswa kuishi na kutawala ni Mungu peke yake, ni Bwana Yesu peke yake. Usijipe matumaini makubwa. Swala lingine kwenye kulinda moyo ni kwamba utaki kujipa matumaini makubwa yoyote kutoka kwa wanadamu. Yaani usijipe expectations, don't be expecting too much. Usitegemee mengi kutoka kwa wanadamu.
oh fulani atanilipia kodi, fulani atanilipia ada. Ipo siku hata kulipia utakuwa disappointed. Haijalishi umeidiwa kitu gani. Kazi ama pesa ni vitu ambavyo wengi katika watu wanaotuzunguka huwa wanapenda kutuahidi. Ajira, unapenda kuahidiwa, unaweza mjombaka kwambia kuna kazi fulani hivi hivi. Hasa na wewe unaweka matumaini. Usiweke matumaini kwa mwanadamu awaye yote. Kwa hiyo sasa amekuahidi fulani, kwa hiyo inabidi uweke kwenye maombi. Sasa unaingia kwenye maombi, Bwana mkumbushe huyo mtu. Sasa huo muda, kwa nini usingemkumbusha Bwana ahadi zake ya kwamba alikuambia sitokupungukia wewe, sitokupungukia kabisa, hata ukose mavazi ama chakula. Kwa nini usimkumbushe Bwana? Neno lake linasema kwamba all things work together for my good, for our good. Vitu vyote vinafanya kazi kwa kushirikiana kwa ajili ya faida yangu. Kwa nini usimkumbushe Bwana kwenye masuala ya msingi kama hayo? Usiweke tumaini kwa mwanadamu. Haijalishi amekuja na ahadi gani, amekuja na gia gani, usiweke ahadi kwake. Muitikie sawa, lakini mtegemee Mungu, mtumainie Mungu, na sio tena kumweka yule mtu kwenye maombi eti kwamba ndo atimize. Wewe muombe Mungu, wewe endelea kufocus na Mungu na ahadi za Mungu. Zipo nyingi ahadi za Mungu kwenye Biblia, haujataka kuzishikilia. Ahadi ya uponyaji, amesema kabisa kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona, lakini wewe hujataka kuzishikilia ahadi zile. Wanaoshikilia ahadi ya yule mtu alikuahidi atakulipia bili ya hospitali, yule mtu alikuahidi atakulipia bima wewe na mtoto wako, yule mtu alikuahidi atakununulia simu, sio iPhone 17, iPhone 16. Anakuahidi atakununulia Prado, atakununulia sio gari gani. Acha kuweka matumaini kwa wanadamu. Acha kuweka matumaini kwa wanadamu. Unapokuwa umeahidiwa na mtu, sio kigezo cha wewe kuweka matumaini kwake kwamba atakupatia. Akikupatia mshukuru Mungu, asipokupatia basi. Na manake hii kitu kinasahaulisha, inakufanya tunasahau, yani inafanya tunasahau kabisa kwamba tunapoweka matumaini yoyote kwa wanadamu, basi tunajiweka kwenye laana za kujitakia. Tunajiweka kwenye laana za kujitakia. Mnafahamu nani aliimba, sio ni Boni Mwaitege alisema mke mwema hutoka kwa Bwana, hata mume mwema hutoka kwa Bwana. So don't be expecting so much, kiasi kwamba wewe mume alikuchumbia then unajua harusi hapa ni uhakika, then anakuja kudisappoint hapo, unataka kunywa sumu. Hapana. Hapana. Kama ameondoka, mwache aondoke, kwa sababu unajua mimi namtegemea Bwana. Basi Bwana hajamruhusu huyu kunioa, Bwana hajamruhusu huyu kuolewa na mimi, ndio maana basi ameenda kuolewa na mtu mwingine. Uwe na hiyo mentality, itakusaidia kwenye maisha yako ya Ukristo. La sivyo, wewe haijalishi sasa hivi unaenda kwa lugha kiasi gani, kama hutozingatia haya mambo, una hatihati kubwa ya kuishia njiani. Una hatihati kubwa ya kuja kuwa mlevi wa baadaye. Una hatihati kubwa ya kuwa mtu anayekata tamaa, kuwa mtu wa ovyo. Biblia inasema kwamba chumvi ikiharibika hata itiwe nini haiwezi kukolea. Itiwe nini haiwezi kukolea. Kwa hiyo wewe umeshakuwa chumvi sasa ulimwengu. Sasa usikubali utoke kuwa chumvi ukaharibika, maana kurudi huku ni probability ndogo sana. Yaani umeshaingia nuruni alafu ukatoka ukaenda gizani, chance ya kurudi na kusurvive ni ndogo sana. So hakikisha umemchagua Yesu na unaishi ndani ya Yesu. Hamna kutoka nje na kubipu. Usiweke matumaini kwa mwanadamu. Usijiweke chini ya laana za kujitakia, kwa sababu unafanya vile unakuwa kama tayari umeshajilaani. Unapokuwa umeweka matumaini, mimi nimeshaidiwa kitu fulani, kwa hiyo unakuwa unajiamini, hiyo tayari unajilaani. Mambo yako yanakuwa haendi, una mkosi na nuksi ambao umenunua wewe mwenyewe kwa kielele chako. Umenunua mwenyewe kwa kielele chako. That is very bad, very very bad, very bad. Very bad. Avoid hivi vitu kwa gharama yote. Praise God, hallelujah. Na swala la pili, ukiachana, nimekwambia swala la kwanza ni kulinda moyo wako. Swala la pili ni kulinda kitu kinachoitwa muda, yani kulinda muda wako. Muda nikimaanisha wakati ama majira. Huu ndio nini? Muda. Muda ni wakati, ni hizi saa, kuanzia saa fulani mpaka saa fulani. Haya masaa 24 tulopewa kwa siku. Haya masaa 12 ya mchana, masaa 12 ya usiku. Mhubiri 3:1 inatuambia, Biblia inatuambia katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza, inasema kwa kila jambo kuna majira yake na kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo kumbe kuna majira ya kila jambo. Kuna wakati kwa kila kusudi. Kuna season na kuna duration fulani ambayo unaweza kufanya kitu fulani. Kwa kizungu Biblia inasema to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Mfano sasa hivi mtu mwenye miaka 60 hawezi kwenda kucheza Premier League, sijui yuko wanaofuatilia mpira.
ama sijui hapa Afrika kuna AFCON, sijui ukaingia kwenye timu ya wachezaji mpira. Hapana, kama kuna wakati ulikuwepo nao ambao ulipaswa ucheze mpira, basi ukicheza mpira utafanikiwa, lakini ukishazeka huko amna, hautoweza kuwa na hiyo chance, hautoweza kucompete. So ujue pia licha ya kwamba wewe umekuwa kiumbe kipya, ujue pia kuna some limitations. Nikimaanisha uzembe wako ama kutokufahamu kwako, your ignorance, kutokuwa na ufahamu kuna kulimit sana. Ukizaliwa mara ya pili hauna limitation yoyote endapo umejikita katika kuwa na maarifa, ila ukiwa ignorant basi utapitwa na vitu vingi sana. So jifunze kumanage muda wako vizuri. Muda ni muhimu. Uwezi kusema jambo lolote nililoambiwa na Mungu, jambo lolote ambalo Mungu amekusudia kwangu litakuwa tu no matter what. Haliwezi likawa. Ndio maana ulifanyishwa mtihani wa darasa la 7, ukafanyishwa mtihani wa form 4, form 6 na vioni huko ukapewa mitihani. Kwa nini tu usingekaa nyumbani? Kwa sababu Mungu alikuahidia, pengine kama alikupangia upate degree basi ungeipata tu nyumbani. Lakini ulitoka ukao unaoga, unaenda chuoni kila siku. Unafanya testing, unaenda kwenye discussions, mnadiscuss, unafanya na mtihani. Why? Ni kwa sababu sio kila ambacho Mungu amekupatia basi kitakufikia tu. There is violence, kuna swala, kuna mchakato, kuna vitu lazima uvifanye. So kumbuka kuwa sensitive na swala la muda wako. Tunaendelea andiko lingine tunaendelea lipo katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15. Yani kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 17 hapo. Waefeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 17. Neno la Bwana linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa kumbe namna ya kukomboa wakati pia ni kuangalia mapenzi ya Mungu ni yapi na kuyatimiza kwa wakati. Jambo ambalo Mungu anakutaka ufanye mwaka huu usisubirie kufanya mwakani. Jambo ambalo Mungu anataka uliishi mwaka huu usisubirie kuliishi mwakani. Jambo ambalo Mungu anataka maisha ya Mungu anataka kuyaishi wewe mwezi huu usubirie mwakani. Mwakani mimi nitaacha kufanya 1 2 3. Mwakani ndo nitaacha, mwezi ujao nitaacha kwenda club. Hapana. Huu mwezi uliopewa leo, huu ndo unatakiwa utumie vizuri. Yani elewa kuhusu majira na wakati. Elewa kuhusu majira. Biblia inakwambia kabisa, kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Kwa hiyo ni mjinga pekee ndiye anayechezea wakati wake. Na Mkristo hapaswi kuwa mjinga. Ndio maana Mungu anasema hapa msiwe wajinga. Paulo anawaambia Waefeso hapa msiwe wajinga. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana kwa wakati husika. Lazima ufahamu. So usisahau kuwa licha ya kwamba wewe umezaliwa kwa mara ya pili, bado upo kwenye ulimwengu wa muda na majira, kwa sababu upo na mwili bado. Usiishi kwa mazoea, kusali kwa mazoea ama kufunga kwa mazoea, ukidhani ati kwamba ukidhani bado kuna muda mrefu hapa duniani, kwamba una muda mrefu. Rais una miaka 3 mbele. Mimi unajua mimi na miaka 17 basi mimi nitafika miaka 20. Wewe acha kujipa moyo kwenye mambo ya kipuuzi. Tunza wakati wako vizuri. Hiyo miaka 17 uliopewa itumie ipasavyo kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Muulize Mungu, nataka nifanye nini kama kijana wa miaka 17? Kama binti wa miaka 16 nifanye nini? Kama binti wa miaka 22 nifanye nini? Kama mama leo labda umeolewa na miaka 27, 28, 29, ufanye nini? Mungu anataka ufanye nini? Make sure unaokomboa wakati. Ishi kama leo ni siku yako ya mwisho. Uwe na ratiba zinazoeleweka na zote yani sisemeje, uwe na ratiba zinazoeleweka na uhakikishe zote uwe umezijaza kwa shughuli za muhimu na ambazo hazikuingizi dhambini. Narudia kwa herufi kubwa, hizi ratiba zako uwe kwa herufi kubwa umezijaza kwa shughuli muhimu na ambazo hazikuingizi dhambini. Yani hapo sipenyeze hapo kwenye ratiba zako kaika ratiba cha kwenda baa kugusa bia 1 2. Yani jaza ratiba yako iwe full kiasi kwamba muda ambao uko free ni muda wa kupumzika ambao unaenda kulala. Kumbuka kuwa kama wanasemaga kwamba an idle mind is the devil's workshop. Kwa Kiswahili tunasema hivi, ufahamu ambao uko idle, yani unazubaa, yani upo tu, yani hauna kazi ya kufanya, umezubaa tu, upo available. Ufahamu ambao upo tu, yani upo idle, ni sehemu, ni ofisi ya shetani kufanya kazi zake, ama tuseme ni garage, ama ni sehemu ambapo ibilisi anafanya kazi. Ni ofisi, workshop ni ofisi, tuseme ni ofisi ya shetani kufanya shughuli zake.
Kwa mtu akiwa na idle mind, ibilisi anaanza kuweka mipango, mawazo na maono yake mwenyewe, because you are idle, umeamua kuwa upo. So Mkristo hapaswi kuwa upo. Kama wanasemaga hivi, an idle mind is the devil's workshop, basi ujue kuwa an idle Christian is also devil's servant. Kwa kama ufahamu wako ukiwa idle, basi unakuwa ni ofisi ya shetani kufanyia kazi zake. Basi ujue kwamba ukiwa Mkristo ambaye yuko idle, ina maana wewe umekuwa nini? Mtumishi wa shetani. Haijalishi ulibatizwa kwa maji ya wapi, maji ya mto Yordani ama mto Kisimiri, mto Ngwasi ama mto Ruvu, si mto Wami, haijalishi. Wewe si mto Pangani, mto Ruaha, haijalishi ulibatizwa kwa maji gani, labda kwa kuna mamba na viboko, haijalishi. Kama umeamua kuwa Mkristo ambaye yuko idle, hanaga ratiba za kusali, hanaga ratiba za ibada. Na siongelei tu ratiba za ibada, naongelea hata ratiba zako binafsi, lazima zieleweke. Uwe na structured schedule. Yani sijui wengine mnaitaga Swiss schedule, lakini mimi na pronounce schedule. Uwe na ratiba ambayo imeeleweka, imejazwa, isiwe idle ya pale kupewa vishawishi vya kipumbavu, vya kipuuzi, vya mataifani. So ule muda ambao umemweka Mungu kando, basi ndio muda ibilisi atautumia kukufanyisha majukumu yake. Ishi kwa mipangilio maalum inayoeleweka, na sio kuishi kama bendera fuata upepo. Mkristo upaswi kuishi kwa kupelekeshwa na watu wa mataifani, hata yani watu wa mataifani huko na ratiba zao pamoja na sikukuu zao. Baadhi ya Wakristo wamekuwa wakipenda kushiriki katika matukio kama sherehe, misiba na sikukuu kubwa za watu wa mataifani, kitu ambacho hakimpendezi Mungu, maana alisema mwenyewe ya kuwa hapana mapatano kati ya nuru na giza. Sasa kuna watu wataniambia, mtumishi, kwa hataki uhudhurie misiba. No, unaweza kuhudhuria. Biblia inasema pia lipa fadhili kwa leo kufadhili. Lakini kwa nini hao watu siwajali wakiwa hai kwanza? Kwa nini iwe tu kwenye misiba you are there, you are very available? Yani misiba 5 in a row yote unahudhuria wewe. Why always you? Unataka kuperfect kwenye kufa? Mtu hata sio umuhimu wa karibu wewe kwenda, you're just going there. You're just going for the sake of going, kwa sababu kuna usafiri pengine labda baburi au ni unataka tu kwenda. Kuna sherehe tu mahali unataka tu kwenda. Mkristo upasi kwenda kila sehemu. Ratiba yako inatakiwa iwe occupied, kiasi kwamba unakaa unasema no, mimi navunjaje hii ratiba kwenda kwa mtu fulani, kwenda kwenye harusi tu. Hii harusi ya ndoa yenyewe kwanza ni watu wa mataifani, kwa ndoa yao haina garantia kufika popote. Kama kuna watu ambao wameokoka na bado ndoa zao zinakufa, vipi kuhusu watu wa mataifani? Yesu mwenyewe alituambia kwa akili ndogo tu ya sisi kuelewa, alituambia kwa namna ambayo nyepesi kwetu sisi kuelewa. Akasema kwamba kama walifanya hivi kwa mti mbichi, vipi kwako mti mkavu? Kama kwa watu waliokoka ndoa zao mnasikia mna divorce na nini, vipi kuhusu hizo za watu wa mataifani ambazo mnaenda huko, mna compromise mpaka unaenda unaonyesha nguo zako za ndani huko unapoenda kwenye zile sherehe. Mwanaume anaenda pale analewa na kunywa kama vile sio mkutana na kitu gani. Kwenda kwenye sherehe, ni sherehe, naenda kusupport. Unaenda kusupport nini? Mbona wao wasikusupport kwenye maombi, mkaamua kufanya maombi labda masaa 4, mnapiga continuous maombi, mnaamua kumsifu Mungu? Mbona hakusupportiki kwenye kumsifu Mungu? Mbona hakusupportiki kwenye kufanya giving? Kwa nini tu wakogo tu, yani mnasupportiana tu kwenye mambo ambayo ni ya mataifani, shughuli za anasa za mataifani? Usio mtu kupelekeshwa kama bendera fuata upepo. Epuka hili jambo. Mungu naomba nibariki, niwe na kazi nzuri, niwe na fedha, niwe tajiri nini, lakini wewe ni bendera fuata upepo. Huku kama kiberenge, upo kule, upo huku. Kwa namna pekee kubariki na bana ni kumtumia huyo mtu wa mataifani kukubariki wewe. It doesn't work like that. Dunia, Mungu hajatuumba tuishi hivyo siku tu sisi ambao tumeokoka hatupaswi kuishi hivyo. Hatupaswi kuishi hivyo. Kuna pastor mmoja ambaye namfahamu, alikuwa ni rafiki yangu kabisa. Alikuwa anaonaga anaitwa mtu, anamuita tu fulani, pastor fulani nini, kisa ana hela, basi anamuitaga tu anavyojisikia kama kiberenge, anaenda. Kwa sababu ana ratiba, hayuko busy, anaenda. Mwisho wa siku anafika kule, jamaa anaika mechi, atuangalie mpira hapa, naona kuna Premier League, sio kuna mechi gani inacheza hivi na hivi, tuangalie mpira. Angalia pastor ana cha kuongea kwa sababu anategemea hela yake. Usiwaibishe Ukristo kwa namna hiyo. Wewe ni Mkristo, wewe ni pastor, wewe ni apostle, wewe ni nani? Uwe ni Mkristo wa kawaida ambaye labda hana atumiki madhabahuni au vipi, haijalishi. Mtu hataki kuudharau Kristo wako kwa namna hiyo.
kwamba inafika stage anakuita tu afu anaenda kuweka movie tu ndani, anaweka movie and just mkae tu mwangalie movie, kwamba wewe haunaga ratiba. Ni mtumishi mzima wa Bwana, kwa sababu ukishakuwa Mkristo umeshakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu zima limekalishwa kitako, linaangalia mpira sio gani gani, ambao hujapanga kuangalia wewe, ni mtu kapanga anakuita kwa sababu you don't have money. Usidhalilishe ule Ukristo, usidhalilishe ule uzima uliopokea ndani yako. Hakuna mapatano kati ya nuru na giza. Yule paza alikuwa anadhalilika sana, na yule mtu alimpotezea muda sana, baadaye akaenda kujitambua akajitenga naye. Namshukuru Mungu sababu alijitambua na akajitenga, na ninamwona anafanya kazi ya Mungu vizuri sana sasa hivi. So swala la tatu la Mkristo ambalo nalo ni muhimu, ni priority. Hizi nilizokutajeni tatu hizi ni highest priority, ni vipaumbele vya hali ya juu katika maisha yako. Swala la tatu la kulilinda linaitwa utakatifu. Tukisoma kitabu cha Petro wa kwanza, fungua Biblia yako, Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu. Hata ana specify utakatifu kwenye eneo gani? Kwa sababu sema mimi ni mtakatifu, nimejitenga huko ndiko. Utakatifu namna gani? Anasema katika mwenendo wenu wote. Kwa kwenye tabia yako, jinsi unavyoongea na watu, uonyeshe utakatifu wako. Jinsi unavyoimba, kuonyesha utakatifu wako. Unavyocheza, uonyeshe utakatifu wako. Unavyokula, uonyeshe utakatifu wako. Unavyotembea, kuwa na utakatifu. Unavyovaa, kuwa na utakatifu. Kila kitu kiwe na utakatifu, kiwe na utakatifu. Biblia inasema iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Na Biblia pia inasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 8, inasema kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Yani zamani mlikuwa giza. For ye were sometimes darkness. Nyinyi mlikuwa giza. Sio mlikuwa gizani, no. Nyinyi wenyewe mlikuwa giza. Mlikuwa mnaakisi giza. Mlikuwa mnasambaza giza. Biblia inasema, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. So kumbe kwa mpokea Yesu Kristo rasha tola likra andemaya. Anasema kwa mpokea Kristo kumbe mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. So sio unabeba unasema nimeokoka alafu unaenenda kama mtu wa giza ambaye ni giza yeye. Usiwe na tabia za giza wakati wewe ni nuru. Usiwe na tabia za giza wakati wewe uko ndani ya Bwana. So ni muhimu sana kujilinda katika tabia zako, haswa za sirini. Zishinde dhambi zote za sirini. Na kama usijaribu kuzoea ama kuchukulia maisha ya dhambi kuwa ni kawaida. Yaani usijaribu kuzoea kabisa au kuchukulia dhambi ni kawaida. Usiwe mwepesi kuongozwa na hisia za mwilini. Uwe na akili na ujitenge na kila mazingira, mazungumzo, mahusiano ya kukupeleka kuzimu. Yaani chochote unachoona kinaweza kukupeleka kuzimu, jiepushe nayo. Wewe uwe na akili. Machari kunde sawa nasema. Uwe na machari ya kuchezecheze mahali. Unasema kuna kitu nasikia, wale mnaosemaga kuna kitu, baada ya kusema Roho Mtakatifu anasema kuna kitu, sasa inaruhusu hapa kusema kuna kitu. Kuna kitu naona hakiko sawa, hakiko poa. Mtu anakuambia tu nani, ananiambia kuna kitu naona hakiko poa. Tukifanya hapana, kuna kitu hakijakaa sawa. So epuka hayo mambo ya kupeleka kuzimu. Huyo rafiki yako anayekufanya kila siku unywe pombe hana uzito ama umuhimu kumshinda Bwana Yesu kwenye maisha yako. Yaani huyo rafiki anakufanya kila siku unalewa au unakunywa pombe na nini, hana huo umuhimu wala huo uzito kumshinda Bwana Yesu kwenye maisha yako. Huyo boyfriend au girlfriend ambaye kila siku anakupressurize, unashindwa kusali ama unaingia katika anasa, hana uzito au umuhimu wa kutosha kukosesha mbingu. Hatakiwi yani kukampa mtu umuhimu wa kukosesha mbingu. Iwe ni mume ama mke wako, hiyo tunachomaanisha, iwe ni mume ama mke wako, wote hawa hakuna mwenye uzito wa kukupa kisingizio cha kumkufuru Mungu. Kwa mfano, kuna watu wameolewa hapa ama wameoa na mwenzako, iwe ni mke au ni mume, kwa sababu watu wengi wameharibika sasa hivi, wake kwa waume, na pengine mmoja wapo walioharibika wananisikiliza hapa. Ninakuombea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ukabadilike kuanzia dakika hii, ukapokea uzima na nguvu itakao kuponya katika shimo hili la dhambi, ukaponywa na kila aina ya anasa ambayo ni mbovu itakao kuharibu katika safari yako kumfuata Kristo. So listen, mtu huyu ameoa au ameolewa, lakini mwenzake anamtaka ashiriki tendo la ndoa kinyume na maumbile. Huyu alikuoa ama huyu ambaye umemwoa eti anakushawishi mshiriki, mjaribu kinyume na maumbile. Hiyo haikubaliki. Iwe kwenye mawazo, kwenye ndoto ama uhalisia, havikubaliki. Hata kwenye maono, hamna maono kama hayo. Hakuna kitu kama hicho, haitakiwi kabisa hilo jambo. Au anataka muwe watatu, mshiriki tendo la ndoa mkiwa watatu au zaidi. Hilo kataa kabisa, maana hayo ni matendo ya wana wa gizani.
So ninawaambia haya mambo kwa wazi muelewe, nyie hata mlioko kwenye ndoa msifikirie kwamba kuwa kwenye ndoa ndo tiketi ya kuenenda kama machokora, kuenenda kama mbwa koko. Hata mbwa wenyewe wanafuata idhibati, wana mipangilio, hawaishi hivyo mnavyotaka kuishi nyinyi. Hata Wakorintho pengine hawakuwa na uovu namna hiyo. So kuwa kwenye ndoa kisiwe kizingizio cha kuondoka kwenye utakatifu. Mnasema mimi niko kwenye ndoa, kuna shida gani? Hakuna kitu kama hicho. Acheni uchafu, acheni dhambi, acheni hilo giza. Epuka vishawishi vyote vya gizani kwa kumhofia Mungu kila wakati. Yaani ukimwogopa Mungu wewe utaepuka vishawishi vyote vya giza. Utakatifu ni muhimu sana 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 kwako, maana hilo ndilo vazi la Bwana wetu Yesu Kristo. Sijui kama unanisikia mtoto wa Mungu. Utakatifu ni muhimu sana. Yaani kama alivyosema Linda Moyo, yani uchukulie utakatifu, libebe kabisa kabisa, yani ile swala la utakatifu ndo msalaba wenyewe inabidi ubebe. Uvae utakatifu, yani uvae utakatifu. Hata mwenyewe ukijisearch hivi unasema wa. Yani unasema hapa Mungu tu aniondolee tu kiburi. Yani kwa sababu kuhusu masuala ya dhambi mimi nimeshashinda. Ila Mungu anatu aniondolee tu kiburi nisijiinue kuliko wengine. Nisije nikajikweza. Hapo hiyo ndo level ya kufika. Unatakiwa ufike. Useme tu watu wenyewe wanajihesabia haki. Sawa, wanajihesabia haki. Wewe basi ishi basi at least ile haki yao. Alafu sasa usijihesabie haki. Yaani fanya ule wema alafu usijihesabie haki. Sasa wewe hapo ndo fanya hivyo. Ipe challenge mwenyewe. So kwa leo mimi ni hayo machache tu. Ninakuomba uyatafakari na kuyafanyia kazi, na mengine nitatoa mwendelezo hapo mbeleni. Ubarikiwe sana 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 mtoto wa Mungu. This is Prophet Romley from Salvation of God Ministry. Ninaomba nikutamkie neno la baraka na ushindi kwenye hilo jambo la giza la kushikilia, kwenye hilo jambo ambalo la kusumbua hapo ulipo. Yamkini sasa hivi unapitia through situations. I pray for you. I open the doors ambazo zitaachilia nuru kwenye maisha yako. Ninafungua milango ya kuachilia nuru kwenye maisha yako. I release good news upon your life in the mighty name of Jesus. Ukapokea assist from the Holy Ghost, ukaiache dhambi kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Amen. You are highly blessed.